أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wapenzi watazamaji popote pale mlipo, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, na wasalimu kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu muumba wa ardhi na mbingu saba na vilivyomo. Kwa utangulizi wa darsa yetu ya mwanzo, tutaingia katika kipengele namba 2, darasa lenye anwani inayosema ya kwamba tazkiyatun nafs, kujitakasa kwa nafsi au kuitakasa nafsi. Suala la kutakasa nafsi au kuitoharisha nafsi halihitaji Muislam, halihitaji dini yoyote tofauti au madhhabi fulani, isipokuwa kutakasa nafsi ni jukumu la kiubinadamu. Kiumbe yoyote ambaye anaitwa ni mwanadamu lazima atofautiane na viumbe vingine vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika utendaji na katika kuamiliana na viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu amepewa sharaf au amepewa utukufu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kiasi ya kwamba mwanadamu ni kiumbe aliyosifiwa au aliyopewa maksi nyingi na Mwenyezi Mungu katika vitabu vingi tofauti tofauti. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesisitiza yeye pamoja na mitume wake aliyowatuma katika ulimwengu huu kunadi au kusisitiza ya kwamba ubinadamu ni kipaumbele katika maisha ya mwanadamu. Unaweza ukamnyang'anya mtu chochote katika maisha yake ya kila siku, lakini huwezi kumnyang'anya ule ubinadamu. Mwanadamu hauwezi kumpa jina la mnyama, hauwezi kumpa sura ya mnyama, isipokuwa tu utampa sifa za mnyama ambazo ni sifa ambazo hazinasibiani na mwanadamu. Na sifa hizo utampa baada ya kufanya kitendo ambacho hakiendani na ule ubinadamu wake. Kwa unakuwa umemnyang'anya au umemtoa katika sura yake ya ubinadamu, lakini huwezi kumnyang'anya mtu ule ubinadamu wake. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika Qur'an: walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr, kwa hakika tumemnyanyua mwanadamu, binadamu tumemnyanyua akawa ni juu kuliko viumbe vingine vyote. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, na tukampa uwezo au tukamnyanyua nchi kavu vile vile baharini. Wa razaqnahum minat tayyibat, tukampa vitu vizuri ambavyo havina kasoro. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdhila, tukamfanya mwanadamu ni bora, tukampa mwanadamu ubora wa hali ya juu kuliko chochote ambacho tumekiumba katika ulimwengu huu. Kwa hivyo mwanadamu ana hadhi mbele ya Mwenyezi Mungu, mwanadamu ana hadhi mbele ya viumbe wengine. Sivyo hivyo tu, mwanadamu ana hadhi mbele ya mwanadamu mwenzake, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba mwanadamu ni kiumbe tofauti na viumbe vingine vyote. Na Mwenyezi Mungu katika vitabu vingi vya dini na hata ambavyo sio vya dini vinaelezea
malipo baada ya mtu kufanya jambo fulani. Hata katika maisha ya kawaida ya kila siku ambayo tunayoishi sisi, mwanadamu anahitajia au anapenda kulipwa, anapenda kurudishiwa baada ya kufanya jambo fulani. Sasa hiyo ni tabia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo wanadamu wameiga kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ukimfanyia jambo zuri anakulipa, na Mwenyezi Mungu anapenda kurudishiwa fadhila. Vile vile hizo fadhila Mwenyezi Mungu anazotusisitiza nazo tuzifanye, kwa hakika yeye hana faida nazo, zinarudi kwa mwanadamu. Ndio maana akasema in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha, kama mkifanya wema basi wema utarudi kwenu, na kama mkifanya uovu basi utarudi kwenu. Mwenyezi Mungu ni ghaniyun 'anil alamin, Mwenyezi Mungu amejitosheleza na vitu vyote. Hakuna kitu ambacho utakifanya kikamfaa Mwenyezi Mungu, la. Kile ambacho unakitenda wewe kitarudi kwako. Ni kama vile unafanya kazi kwa juhudi zote, unahitajia au unatarajia kupata kitu fulani baada ya kufanya kitu fulani. Matarajio yako yanarudi kwako, hayamfai mtu mwingine. Na kwa leo tutaendelea na zile marahil au vile viwango vya mwanadamu ambavyo anavipitia au anatakikanwa avipitie katika njia yake ya kujitaharisha nafsi yake, au akitaka kufikia ukamilifu. Njia ya kwanza tulisema al-muraqaba. Al-muraqaba ni njia namba moja ambayo mwanadamu anatakikanwa kwayo aifate. Al-muraqaba ni kuifuatilia nafsi yako. Hebu tupate mfano mmoja. Mfano labda wewe ni mtu ambaye ni muongo mathalan. Tabia yako ni kusema uongo. Ukasema ya kwamba nimefikia mahala natakikana niepukane na huu uongo, niachane na kuwa muongo, si sifa nzuri. Unaanza kuifuatilia nafsi yako. Kila ukitaka kufanya uongo unasema la, niliweka ahadi mimi na nafsi yangu, sintofanya uongo. Kila ukitaka kufanya uwizi fulani au dhulma fulani unasema la, sipaswi kufanya hiyo dhulma. Hiyo ndo maana ya muraqaba. Vile vile muraqaba, maulama wa mambo ya kiroho wanasema ya kwamba ni vizuri mwanadamu ukachukua kitabu kidogo kama mfano wa diary ndogo, ukapiga mstari katikati ukasema au ukaandika hapa ni mambo mazuri na hapa ni mambo mabaya. Unatembea na kile kidaftari chako. Kila ukidanganya unaandika kadhabtu, nimesema uongo. Kila ukifanya zuri unasema nimefanya jambo zuri. Kisha unafunga kitabu chako na kiweka mfukoni au katika begi lolote au kitu chochote ambacho unaona kitahifadhika vizuri. Lakini wakati wa kulala, unataka kulala, unafungua kile kitabu chako unakiangalia, una mazuri mangapi umefanya siku hiyo na una mabaya mangapi umeyafanya siku hiyo. Hiyo ndio inaitwa muraqaba. Ikisha unapima, leo nimesema uongo mara 30 mathalan, na nimefanya uzuri mara 15. Kwa hiyo siku ya leo nimepata hasara. Nimefanya mazuri machache lakini nimefanya maovu mengi. Unasema insha Allah kesho nabadilika na naamka na nguvu mpya. Hivyo unaenda kila siku mpaka inafikia mahala kile kitabu chako kidogo kile hauachi majukumu wale malaika wako wawili Raqibu na Atid wa kuandikia. Wewe mwenyewe unajifuatilia, unajua buku langu lina mazuri mangapi, buku langu lina mabaya mangapi. Unaenda namna hiyo mpaka inafikia mahala unabadilika kabisa, unakuwa ni mtu mwingine tofauti. Hiyo ndio inaitwa al-muraqaba. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema raqibu anfusakum qabla an turaqabu, zifatilieni nafsi zenu nyinyi wenyewe kabla hazijafatiliwa. Mtume anakusudia kwamba wale malaika wako wawili wale, usiwaachie majukumu wale. Ukiwaachia majukumu wao wenyewe huwezi kujua mazuri yako, hautojua mabaya yako. Lakini ukiwa na kitabu chako ukaandika vizuri kila siku, basi utajua leo nimesema uongo mara ngapi, nimedhulumu mara ngapi, nimeangalia mambo ya haramu mara ngapi. Namna hiyo unakuwa umeifanyia nafsi yako al-muraqaba. Hiyo ndo hatua ya kwanza ya yule mtu ambaye anataka kufikia ukamilifu
kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, lakini hatua nyingine ya pili ambayo mwanadamu anatakikanwa kushikamana nayo, au safari nyingine ambayo mwanadamu anatakikanwa kusafiri nayo ili afikie islahin an-nafs, kuifanya nafsi yake iwe sawa, almuhasaba, kuihesabu nafsi yako. Almuhasaba haiko mbali kimaana na almuraqaba, na Mtume vile vile anasema hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa. Msisubiri siku ya kiyama ndo mkahesabiwa mazuri yenu na mabaya yenu. Ondoka katika ulimwengu huu ukiwa unajua umeenda na certificate mbele ya Mwenyezi Mungu. Certificate ya sampuli gani? Ondoka katika ulimwengu huu unafahamu maksi zako unazomkabili nazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni maksi za ngapi, ni maksi zilizosheheni mazuri mangapi. Usisubiri mpaka malaika wawili wakamkabidhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kile kitabu chako cha mazuri na kitabu chako cha maovu. Ondoka ukiwa unafahamu matokeo ya mazuri yako, unafahamu matokeo ya mabaya yako. Naam, almuhasaba ni kuihesabu nafsi yako kila siku. Tenga muda kukaa na nafsi yako, unazungumza na nafsi yako. Ulama wetu wanatuambia kwamba ni vizuri kila siku unaifanya nafsi yako ni kama rafiki yako ambaye unamfahamu. Unaichukua nafsi yako, kwa mfano ni kama vile unamchukua rafiki yako na mweka pembeni kisha unaanza kumhoji. Ni kama vile una rafiki yako wa karibu unamweka pembeni unaanza kumhoji kwa vitu anavyofanya kila siku. Ulama wanasema hebu itengenezee nafsi yako sura ya mtu wako wa karibu. Ikisha ukae nayo kikao uanze kuizungumzisha. Unaanza kuihoji, nafsi yangu, mbona umekuwa muongo sana? Ewe nafsi yangu, mbona umekuwa unadhulumu sana? Nafsi yangu, mbona umekuwa ni mtu wa kununiana na watu sana? Umekuwa ni mtu wa visirani. Kwa nini nafsi yangu umekuwa namna hiyo? Unaihoji nafsi yako yale mabaya yote ambayo inayafanya kila siku. Ikisha unarudi unaanza kuiambia nafsi, hautakikani kuwa muongo. Wewe nafsi yangu, hautakikani kuwa dhalim. Wewe nafsi yangu, hautakikani kununiana na watu pasina sababu yoyote. Hata kama kuna sababu, usinuniane na watu. Nafsi yangu, unaanza kuihoji, unaihoji nafsi yako, unaihoji. Unazungumza na nafsi yako mpaka mnafikia suluhisho wewe na nafsi yako. Suluhisho gani? La kuacha uongo, la kuacha dhulma, la kuacha kununanuna, la kuacha kuleta fitna katika jamii au katika kundi fulani wagombane. Unafikia suluhisho zuri na nafsi yako. Hapo utakuwa umeanza hatua nzuri sana ya kumfikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na siku zote tunasema ya kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenyeji ambaye kwamba mgeni wake kabla hajawaza kumfikia basi ameshaanza kujiandaa, kuna mtu wangu fulani anakuja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule ambaye mgeni wake kabla hajagonga mlango ameshamfungulia. Mwenyezi Mungu ni mfano na jumba kubwa lenye milango mingi. Yeyote atakayegonga katika upande wote katika kutaka tauba na maghfira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anamfungulia. Ndio maana al-Imam Sajjad, mmoja wa wajukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika dua Abi Hamza Ath-Thumali anasema ya kwamba wa anna ar-rahila ilayka qaribul masafa, ewe Mwenyezi Mungu, kwa hakika kukufikia wewe ni masafa mafupi sana. Na Mwenyezi Mungu pia katika Qur'ani anasema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'iya idha da'ani, kwa hakika mimi niko karibu sana na yule ambaye ataniomba msamaha. Yeyote ambaye atanijia kwa uzuri, anataka kujiondoa katika maovu yaliyomvaa, hakika mimi niko karibu sana. Kwenda kwa Mwenyezi Mungu hapahitaji passport kubwa, la.
Kwenda kwa Mwenyezi Mungu hauhitaji kupanda lidege likubwa ukamfuata Mwenyezi Mungu, la. Kwenda kwa Mwenyezi Mungu hapahitaji safina au meli kubwa ili uende tu ukamgongea Mwenyezi Mungu mlango ili akupe maghfira la. Wa anna ar-rahila ilaika qaribul masafa, hakika wewe Mwenyezi Mungu kukufikia wewe ni masafa mafupi sana. Yani ukifanya dhambi hapo kwa hapo kaambia Mwenyezi Mungu astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh, kwa ile nia khaliswa, nia safi, Mwenyezi Mungu anakufutia makosa yako. Ndio maana Mwenyezi Mungu, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'iya idha da'ani, wakiniomba au wakikuomba waja wangu msamaha, kwa hakika mimi nakuwa karibu sana kujibu yale maombi yao. Vile vile katika hadithul qudsi Mwenyezi Mungu anasema, idha taqarraba ilayya 'abdun shibra, mja yeyote akanitangulia kwa udogo wa shibr. Shibr ni ukubwa wa kiganja, kutoka kidole cha kati mpaka kwenye kiunganiko cha kiganja. Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba yeyote atakayenijia kwa udogo huu wa kutoka kwenye kiganja mpaka kidole cha kati, shibr moja, Mungu anasemaje? Taqarrabtu ilayhi dhiraa, mimi nitamsogelea dhiraa nzima, yani kutoka kwenye kiganja mpaka kwenye kiwiko cha mkono. Man taqarraba ilayya dhiraa taqarrabtu ilayhi ba'a, na Mwenyezi Mungu anasema, na kama akinijia kwa umbali wa kutoka kwenye kiganja mpaka umbali wa kiungo cha mkono, taqarrabtu ilayhi ba'a, mimi nitamjilia zaidi ya mita nyingi sana. Wa man atani yamshi, na yule atakayekuja akiwa anatembea kunifuata mimi, ataituhu harwala, Mwenyezi Mungu anasema nitamkimbilia. Kwa hivyo yoyote mwenye madhambi, yoyote mwenye maovu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamkubalia yale mambo anayofanya. Nasallallahu al-auna wa tawfiqa lima yuhibbuhu wa yardah, innahu waliyyu tawfiqi wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.